ni kwa lengo la kuweka nidhamu ndani ya chama chetu. Nidhamu ikiwepo, tutapata viongozi tunaowatarajia. Na mimi ni kati ya miongoni mwa viongozi ambao tumepewa maelekezo na chama chetu kupitia vikao vya NEC. Lazima nije niyashushe kwenye ngazi zetu huku chini. Sasa nikieleza, watu wengine wasinungunike na wala wasinune. Hata hapa mjini wako ambao wamekuja kabla ya muda, tunawaona wanapita pita. Siku ile tunatoa pongezi ya kuteuliwa mwenyekiti wetu kwa mgombea, niliyasema kuna watu walinitengenezea hoja kweli kweli, lakini ukweli unabaki kuwa ukweli. Na baadhi nilisema ni viongozi wenzetu, na mimi nilipata fursa ya kukaa nao, nikaambia wewe ni kiongozi na unajua hizi taratibu, wala ufanyi kwa bahati mbaya. Usiwapotoshe baadhi ya wajumbe na wanachama kwa sababu ya wewe kutaka nafasi. Zingatia utaratibu na kanuni za chama. Lakini kuna watu wanadiriki kuyatumia magrupu kwa ajili ya kurumbana matusi, kashifiana, kuchambana na mambo chungu mzima. Kumbe magrupu haya yasaidie katika kuelimisha, kuhabarishana na kuelezana mambo mbalimbali, kubadilishana mawazo. Sasa watu wanayatumia tofauti. Na wengine magrupu kama haya yanatumika pia kwenye biashara. Sasa uyatumie kwa faida, lakini sio kwa ajili ya kudhalilisha kiongozi au mwanachama mwenzangu. Mimi mara nyingi napenda kuwakumbusha. Leo ninaposema diwani bado yupo madarakani mpaka baraza la madiwani litakapovunjwa. Ninaposema mbunge yuko madarakani mpaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakapovunjwa. Watu wengine wananiona kama nawapendelea madiwani waliopo au wabunge waliopo. La hasha, ni utaratibu, lazima niusimamie. Hata wewe kama kweli unayotaka udiwani, ikawa bahati nzuri umechaguliwa, uko madarakani, inapofika muda alafu watu wanakufanyia fujo kwenye kata yako, utaridhika? Na kadhalika mbunge, hata kama unataka huo ubunge utapata, alafu ukipata kuna watu wanakufanyia fujo kwenye jimbo, utaridhika? Huwezi kuridhika. Kwa vyovyote vile na wewe utalalamika, nafanywa fujo, wewe uliifanya. Kwa hiyo hata wengine wabunge wengine ambao wanalalamika leo walipata kwa kufanya fujo kwenye majimbo ya wenzao. Sijui umenielewa? Sisi moyo. Leo nawauliza, leo amekupata, unasemaje? Kwa hiyo mimi ni wajibu wangu kukemea, wajibu wangu kusimamia utaratibu, au sio? Kwa hiyo watu wengine wawe na utulivu. Na ndugu zangu niwaambie, wale wanaoanza kampeni mapema, wanaotoa visenti, wengine muda wote huu hujamwona anachangia maendeleo ya watu. Leo mara hapa anatoa, mara hapa anachangia hiki, ujue huu mwelekeo wa uchaguzi. Huyu anaturahisishia kazi ya kujitoa. Sijui umenielewa? Huyu anaturahisishia kazi ya nini? Ya kumuondoa. Kwa sababu tayari vigezo vinamkataa na sifa inapotea. Sasa tusilaumiane tukaoneana wabaya. Tunachotakiwa ni kuzingatia taratibu za chama zilivyoelekeza. Na sisi wana Ruvuma lazima tuonyeshe mfano huo wa kutii sheria bila shuruti. Katibu mkuu wa chama anayetafsiri kanuni za Chama cha Mapinduzi anatoka wapi? Ruvuma. Kwa nini tunataka kumwangusha? Ionekane wana Ruvuma hawana maadili, hawana nidhamu. Hili tusiliruhusu. Kwa hiyo kama yuko rafiki yako, ndugu yako anahitaji nafasi hizi nilizosema za udiwani, za ubunge, afanye subira. Na mara nyingi hata sisi waumini tunaamini subira ni muhimu sana. Lazima uipige hata mara 3, subira, subira, subira. Zingatia hayo.
Tukiyafanya haya ndugu zangu, amani na utulivu, na hatimaye tutampata kiongozi unayetaka. Kiongozi unapangwa na Mwenyezi Mungu, lakini sisi binadamu tunapitishia. Sasa usipofanya kwa utaratibu, unaweza ukachagua, ukaiacha nazi, ukachagua koroma. Sasa tusifanye hayo. Sisi moja. Kwa hiyo hayo nimepita kueleza, na nyinyi ni wasi ndugu zangu wa Songea mjini, madiwani wetu tunao, waacheni wamalize muda wao. Watakavyoamua kwenye kata ile kwamba huyu hakutimiza wajibu wake, sasa tumpe mwanachama mwingine ruksa. Kwenye jimbo tumwache Dr. Ndumbaro afanye kazi, na kama mkadhani hajafanya kazi yake vizuri, na kwa sababu hata Mheshimiwa Rais alimwamini akampa na nafasi nyingine, na yeye mkamuona kwamba hata rais alikosea, fanyeni tofauti. Sisi moye. Baada ya maneno hayo, hiyo kazi sasa kwenu, kazi inabaki kwenu, kwa sababu mimi naamini Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama mwenye umakini mkubwa sana, na sisi sote hapa tunamwamini, na Ruvuma nzima tunamwelewa hivi, na mtu ambaye hapendi kuwa na papara, na mtu ambaye hapendi kutaka magomvi, ni mtu mwenye suluhu, na nyinyi ni mashahidi. Uongo kweli? Na mama yule ni mwenye huruma. Nyinyi fikirieni wana Ruvuma tulivyonufaika na mbolea ya ruzuku. Na hata juzi nilipokuwa Tunduru niliwaeleza wana Tunduru, tena kule mbolea dawa za ruzuku za korosho wanapata kwa 100% bure. Yaani mfuko wa salfa wanagawiwa bure, mfuko ambao ukienda kwenye maduka unapata kwa shilingi 65,000 mpaka 70,000. Mama Samia anagawa bure kwa kila mmoja mwenye miche ya korosho. Kwa hiyo unaweza kuona serikali yetu ya awamu ya 6 ni namna gani inavyothamini wananchi, wakiwemo wakulima, inavyowaongezea kipato. Na tumepita kule, watu wanatoa ushuhuda, alikuwa hana uwezo wa kuwezeka nyumba yake kutokana na kupata salfa ya ruzuku ya Mama Samia Suluhu Hassan. Anasema nimeweza kujenga nyumba yangu, nimeweza kuboresha maisha yangu, nimeweza kununua pikipiki, nimeweza kununua hiki. Unaona kabisa maendeleo yanakwenda. Na sisi huku Songea na maeneo yote ya ukanda unaolima mahindi, vivyo hivyo watu wamenufaika na mbolea ya ruzuku. Uongo kweli? Hayo ndio mambo ambayo anayofanya Daktari Samia Suluhu. Sasa sisi ametutunuku katika mkoa wetu, tumepata mawaziri watatu: Dr. Ndumbaro, mama yetu Jenista Mhagama, na dada yetu Judith Kapingi. Leo tunaongezewa na katibu mkuu, leo tunaongezewa na mgombea mwenza. Mwenyezi Mungu atupe nini? Gunia la chawa tujikune. Sisi moye. Na kwa nini wawe hao? Kwa nini sisi? Kwa nini tuwe Ruvuma? Sisi mmenielewa vizuri? Kwa hiyo kila mmoja atafakari. Yaani unaweza ukaweka ushabiki sana, lakini lazima utafakari. Kwa nini awe mwanao amepata ajira? Si ndio? Waliosoma wako wengi. Kwa nini mwanao amepata ajira? Lazima ujitafakari kwamba Mungu amekuona, lakini pia hata serikali imetazama. Kwamba leo imetazama mimi, kesho itamtazama mwingine. Kwa hiyo tusifike mahala tukapoteza hiyo tunu tunayobarikiwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia na viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Rais. Nimeona tu leo ni wapeni dozi hiyo profesa wenu wa siasa